Hivi kwa nini wanawake ambao wako successful kwenye maisha, kazi nzuri na nyumba na biashara, mambo yanamwendea fresh kabisa, lakini ikija kwenye swala la mahusiano struggle inakuwa ile ya hali ya juu kabisa? Yani anakuwa na grave kuwa kwenye mahusiano, yani kupendwa, yani anatamani apate mtu ile, hata maneno machache tu, umekula baby, how was work today? Kwa nini wao wana struggle kupataga watu wa namna hiyo wenye real love? Achana na hizo seke real love. Kwa nini? Why that situation? Okay, this is very interesting topic. This is very interesting topic. Sababu zipo nyingi sana. Lakini tukitaka tuziongelee zote pengine itakuwa extended. Tunahitaji kuwa na vipindi vingi sana. Lakini ningependa kuiongelea kama therapist. Niongee katika engo ya therapy, naweza kusema energy wakati mwingine kwa kina zaidi, utanielewa hapa. Na tufocus kwenye engo hiyo tu. So hii ni situation ambako mtu tuseme ana kila kitu. Sawa, ana vile vitu ambavyo watu wengine huwa wanadhani anavihitaji kuvipata kutoka kwa mwanamume, si ndio? Financially na vitu vingine. Tena wakati mwingine unakuta pengine tayari ana watoto pia. Lakini inapokuja kwenye issue ya mahusiano, ana kweli sio mtu muhuni, ni mtu ambaye anajiheshimu, umeelewa? Lakini kila anapoattract mtu anapokuja inakuwa ni changamoto. Kila anapoattract mtu anapokuja. Sasa unajua sababu zingine nyingi, kwamba kuna mtu labda anakuja kwa sababu yeye ana pesa, hizo tuziache, unazijua. Sitaki tuziongelee hizo, lakini nataka tuongelee sababu moja kubwa na ya muhimu sana. So mtu anapokuwa kwenye utoshelevu physical, sawa, utoshelevu wa vitu, somehow na akatafuta mtu mwingine. Sehemu kubwa ya wakina mama ambao wako katika hali hiyo, naongelea pia hata wakina baba. Wapo wakina baba ambao pia wana kila kitu lakini wana struggle kwenye mahusiano. Utakuja kugundua mtu akishakuwa na kila kitu, alafu anapoanza, kwa mfano, kwanza wengi wao unakuta alianza kusema mimi mahusiano sasa hivi hapana, nataka kwanza nipate vitu vyangu. Umenipata? Anakuja kuvipata vitu vyake. Alafu inapofika mahali sasa pako anakuja kugundua okay, bado nina gap ndani yangu. Yes, kuna kila kitu lakini na miss baba. Na miss kiongozi wa familia. Kwa hiyo anaanza kumtafuta kiongozi, kwa sababu atafuti hela, atafuti kitu kingine chochote, anatafuta ile fatherhood. Umenipata? Anatafuta ule ukiongozi, ubaba, ndio unaona miss. Kwa kinachotokea ni nini baada ya hapo? Anachokimiss ni ule ubaba. Anaanza kutafuta ule ubaba. Kwa hiyo anapoangalia watu, wanaume around, sawa, anachokitafuta ni ule ubaba. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Mtu yoyote aliyejivisha sura ya ubaba, kwake anaamini huyu ndio anayempenda, kwa sababu tafsiri yake ya upendo ni ule ubaba. Unanielewa? Kwa hiyo kinachotokea ni hiki. Kwa hiyo kwangu natafuta mwanaume, natafuta mume sijui, lakini nachokimiss sio pesa, siongelee financial protection, siongelee hiki, umeelewa? Natafuta ile image ya baba. Mpaka kwa anapoanza kutafuta nje, tayari ana miwani yenye rangi ya ubaba. Kwa ndicho anachokitafuta. Kitakachotokea ni nini? Mtu yoyote ambaye anaweza kuvaa ile sura ya ubaba, yeye anaweza kufikiria huyu mtu ananifaa. Umenipata? Kinachotokea, na hata ananisikia anaweza kurelate.
utaona lile koti la ubaba kwa huyu mtu, lakini akishakaribia kwako utaona ndani ya koti kuna kitu kingine kabisa ambacho hakifanani na kile unachokitafuta. And then utakuja kurealize baadaye kwamba actually ninachokitafuta ni love. Ni ile kushare love. Yeah. Sitafuti ubaba. Ubaba ni matokeo ya kile. Lakini kwa sababu wakati wewe unatafuta haufeel hicho, kinachotokea nini? Una attract mtu, anakuja kwako. Unakaa naye, baada ya muda unagundua sio bado. Mimi nilichokuwa nakitafuta ni kitu tofauti. Matokeo yake ina fail. Umenipata? Yule naye anakushangaa wewe kwa sababu somehow ulikuwa attracted na yeye. Umenipata? Then unaanza kuingia kwenye huu mnyororo wa trial and error. Matokeo yake inafika mahali mtu anafika mahali amekata tamaa. Anakuwa tayari ameshajiapia ndani mwake kwamba sitapata mpenzi. Umeelewa vizuri? Na kinachofuata zaidi ni kwamba ataanza hata yule sahihi anapokuja hawezi tena kumtambua kwa sababu ufahamu wake umeshashikiwa na ule mtazamo kwamba ni wale watu hawako real, watu wako fake. Umeelewa? Hiyo statement, watu wako fake, ipo sana hiyo. Unaisema hiyo iko fake kwa sababu pia na wewe ulikuwa sababu yani koti lilikuwa unalitumia kumtambulia mtu real na lenyewe lilikuwa ni fake. Umenipata? Kinachotokea ni kwamba lazima uta-attract kitu fake kwa sababu pia wewe una-attract kutokea kwenye mapungufu, kutokea kwenye kutokuwa na utoshelevu. Yani haujifeel complete. Na utaona wale waliofanikiwa ku-attract watu sahihi ni wale watu ambao hata kama yuko peke yake lakini yupo kwenye ile energy kwamba mimi I am happy by myself. Sawa? Yes, hakuna mwanamume katika maisha yangu lakini niko kamili and I am not looking, siko active, sifanyi physical activity ya kumtafuta mtu. Sawa? Amejiposition vizuri ki-energy, katika ile energy utolevu. Kinachotokea ni nini? Automatically the right person ana pop up effortlessly bila wewe kuwa kwenye mawindo ya kumtafuta baba. Baba mwenye energy sahihi ya ubaba automatically huwa anavutwa na energy sahihi ya umama. Ukishahama kwenye energy yako, ukawa kwenye energy ya kiu ya mapungufu, kinachotokea ni kwamba you are not smelling the same. How smell ile feminine energy yako, una smell kitu kingine ambacho kita attract pia a very fake masculine energy. Na matokeo yake ni nini? You end up having a wrong pair. Na tunarudi kwenye ile loop ile. Mzunguko unakuwa ni ule. Mbaya zaidi ni kwamba kama niko financially stable, bahati mbaya sana, kwa wengi wao, sio wote, inaambatana na kakiburi fulani hivi. Umenipata? Asinisumbue, aende pembeni. Tapata mwingine. Pata vizuri. Kwa hiyo unaanza kufika mahali unaingia kwenye frustration. Mimi na session za watu ambao kwenye position kubwa, kivyeo, kiuchumi, sawa, na hutarajii awe ana struggle kwenye mahusiano katika hali ya kawaida, kwa sababu tunadhani wakati mwingi kwamba nikiwa na hivi vitu yani mahusiano yangu yatakuwa poa. Unaelewa vizuri? Unakuja kugundua mfumo wa energy za mahusiano au uko tofauti kabisa na vitu vingine vyote. Unajitegemea kama wenyewe. Unaweza kumkuta mtu ni amiri jeshi wa nchi fulani, sawa, akisema majeshi yote yanakusanyika, lakini ana struggle kwenye relationship, ni mdogo kuliko hata Piriton. Umenipata vizuri? Ni kwa sababu nataka kusema nini? Hii area ya mahusiano inajitegemea. Na bahati mbaya sana ni kwamba watu wengi tuna confuse. Anashindwa mtu kuadmit shida alionayo kwa sababu anafikiri
title yake, physical success yake itamlinda kwenye eneo hilo, anashindwa kufunguka. Hawezi kwenda kuomba msaada kabisa, kwa sababu anaona kama hapana, mimi na nafasi yangu hii na uchumi wangu huu, alafu ni feli kwenye eneo hili. Kwanza watu wataniona, watu watanihisi naenda kuomba msaada. Umenipata vizuri? Na wengi wanajifichaga kwa namna hiyo. Yaani inawamaliza kwa kuwa wanaogopa, wanahisi kwamba wataonekana. Exactly. Kwa unajikuta yupo kwenye kachumba fulani hivi ambako hakana msaada na amekuwa frustrated sana. Mbaya zaidi. Watu wasichofahamu ni kwamba ile frustration yako kama mama, tuchukulie mfano, kwa sababu pengine labda kwa sababu moja ama nyingine una watoto, ina shift kwenda pia kwa watoto. And then utaanza kuona kuna chain ya energy isiyo sahihi kwenye relationship. Hata kama financially kila kitu kiko hivi, unashangaa kuna mnyororo fulani hivi kwa sababu kama mama ambaye amepata frustrations mbalimbali kwenye mahusiano, akiwa na watoto wake anaongea story gani kuhusu mahusiano? Hii inanikumbusha kwamba kuna baadhi ya familia, ukiangalia mama ambaye yuko well off, hata kwenye kazi ana ngazi fulani, lakini ukija kwenye familia yake unaona yani kuna struggle fulani kwenye watoto. Exactly. Yani kuna habit fulani ambazo unasema huyu si ni mtoto fulani, kwani anakuwa hivi? Kwa nini kuna tabia hii? Kumbe ni zile energy huwa kwa sababu kwa mfano mimi labda wewe ni mama ambaye uko financially stable, sawa, alafu umepita kwenye challenges za mahusiano, ukiwa unaongea na mtoto wako wa kike kuhusu wanaume, utaongea story gani? Ni neema sana kumpata mama ambaye anaweza akaweka maisha yake binafsi pembeni na akaweka mtoto wa kiume pembeni, alafu akaongea na mtoto wake wa kike kama fresh. Ni nadra, lakini atakwambia don't trust wanaume, tafuta pesa. You see me? Umeelewa? Umenipata? Kwa kinachotokea nini? Ile mbegu, huyu mtoto naye akitoka na mindset kwamba I have to find money niwe na uchumi wangu. Umenipata vizuri? So the same as na kwa mtoto wa kiume atambua, angalia tabia kaza babako. Umenipata vizuri? Kwa kinachotokea nini? Kunaanza kurudufu. Yani ile software inarudufiwa, inahama. Unaweza ukaona hata generation 3, 4, 5 kuna kitu kile. Hiki hakiishi hata kwa maombi. Unanielewa? Hiki hata upige maombi kiasi gani, hakuna. Ni kitu kinachohitaji kubadilishwa kwenye mindset. Umeelewa? Na kinahamishika kutoka generation moja kwenda nyingine. Ukachunguza unagundua kanapita kwenye gurudumu la parenting ambacho mimi nimekiexperience. Umenipata? Kwa sababu mimi kama baba, kama sijawahi kushuhudia love kutoka kwa mke wangu, nikikaa na mtoto wangu wa kiume na mentor nini? Be careful na wanawake. Umenipata? Be careful. Kuwa makini sana. Kwa hiyo tayari nisha install ka software na mtoto wa kiume ananitazama mimi kama ndio Mungu wake, yani ndio dictionary. Akitoka kwangu, trust me, nadra sana kumkuta huyu naye akafanikiwa kwenye relationship unless atafute namna ya kuchepuka, apate ufahamu, apate namna ya kuheal, apate namna gani aweze kuchepuka kwenye ile gurudumu. Unajua kuna times unakaa unatamani utafute mtoto wa kulia naye. Yaani utoe tu kile kitu kama dukuduku fulani, yani kama kuna sijui nini kimekaa kwenye nafsi, yani unataka kulia. Watu wasichoelewa ni kwamba hisia ni kama umeme kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kuna wakati huu umeme, unajua kwenye nyumba zetu kuna circuit breaker, kuna ile earth, umeme ukizidi unavujishwa huko kwenye mwili wa binadamu pia iko hivyo. Huu umeme ukija mwingi sana, usipoweza kutafuta namna ya kurelease, unakusukuma kufanya vitu ambavyo katika hali ya kawaida usingeweza kuvifanya. Umenipata? Mimi ninachojua yani nikiona kitu kinanimaliza nitalia tu. Nitajifungia mahali nitalia. Nitatafuta tu mahali nitalia, na nikitoka hapo amini ninakuaga mwepesi. Kila mtu ana namna yake ya kurelease hii tension. Japokuwa watu wengine namna zao zinatengeneza matatizo mengine makubwa zaidi. Kama
unaenda kulewa. Mwingine anakulewa, mwingine anafanya vitu vingine, yani kuna wakati mwingine anatafuta mchepuko, mwingine kwa hiyo kuna namna ambazo sasa hapo ni maana yake ni hisia zimekuzidi uwezo wa kufikiri. Unaona, kwa nilikuta unatatua tatizo moja na tengeneza 10. Tuko kwenye topiki yetu ya mwanamke anapoingia kwenye mahusiano yenye utata, na ni kwa sababu pia sometimes tunakuwa tuko kwenye pressure. Umri umeenda, unatakiwa kuwa kwenye mahusiano, unatakiwa kuwa kwenye ndoa, hata sio mahusiano, kwa sababu umri unaenda lakini upo kwenye mahusiano, wanataka ndoa. Yani ni kwamba ndoa. Na kwa nini inakuwa tu ni mwanamke ndo anapewa hiyo pressure? Sionagi kama hiyo pressure ikiapply kwa mwanaume. Sana sana inakuwa ina apply kwa mwanamke. Umri unaenda, unatakiwa kuolewa. Una kila kitu, una maisha, una nini, unatakiwa kuolewa. Hii inatufanya tunaharakisha kutafuta wa kuingia naye kwa sababu tayari society inatuangalia hivyo. Hiyo ya kwanza. Pili, una ndugu na jamaa na marafiki. Kuna wale sisi Wachaga ukiendaga nyumbani unasubiri nini? Una kila kitu. Unakwama wapi? Tunasubiri na wewe ndoa yako. Mbona ndugu zako hivi na hivi? So ile inatufanya tunaharakisha kutafuta tu wa kuingia naye kwenye hiyo ndoa ili uonekane uko sawa. Alafu matokeo yake tunakuja kujikuta kwenye matatizo. Unamwambiaje yule ambaye anataka kujipa hiyo pressure sasa hivi? Maana sio pressure ya kupewa, hii ni anajipa mwenyewe sasa kwamba ameachukua ya kule. Exactly. Watu wanaweza kutuambia chochote wanachotaka kusema, lakini mwisho wa siku sisi tunayo power ya kufanya kile tunachodhani ni sahihi. Yes. Kwa hiyo usifanye kitu chochote kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa sababu wakati unateseka na wrong choices, hakuna mtu atakayekuja kukusaidia, utahangaika nalo wewe mwenyewe. Na mbaya zaidi watakwambia si tumeona amefeli. Umenipata? Kwa hiyo anajidai ana maisha mazuri wakati ndoa haiwezi. Mimi huwa nasema siku zote kwamba ukiwa na njaa kali, sawa, kila chakula huwa ni kitamu. Kwa sababu kwa wakati ule unaonja kwa kutumia tumbo na sio mdomo. Umenipata? Kwa hiyo maana yangu ni kwamba tembea kwenye spidi yako, fanya maamuzi kwa kadiri ya jinsi wewe unavyoona inafaa. Sikiliza maoni ya watu kwa kiwango fulani, lakini mwisho wa siku hakikisha una space yako ya wewe mwenyewe. Na hapa unahitaji pia wakati fulani kupata watu wa kushia nao, wakati fulani wa kushauri namna gani ya kuwa stable. Kuna wakati fulani pressure inakuwa kubwa, na ni kwa sababu ya culture yetu. Unapata kuna a lot of expectation kwenye tamaduni zetu. Unapata kwamba natakiwa ukifika umri fulani natakiwa hivi, ukifika hujazaa, ukifika hivi. Kwa unajikuta kuna watu wanafanya vitu kwa sababu ya pressure. Nakumbuka niliwahi kupigiwa simu na dada mmoja yuko Mwanza, akaniambia mwalimu, na stress. Vipi? Na miaka 32 sasa hivi sijaolewa. Rafiki zangu wote wameolewa, nikipita mtaani huku watu wananisema, yani wananinyeshia vidole. Nikamwambia hebu chukua kalamu na karatasi. Akasema kwa ajili ya nini? Nikamwambia chukua kalamu na karatasi, hebu niorodheshe watu wote ambao wanajua kwamba wewe haujaolewa. Akaorodhesha, hawakufika 17. Nikamwambia okay, kwa hiyo wewe Mwanza ina watu 17. Akasema una maana gani? Nikamwambia yes, Tanzania ina watu milioni 6. Katika watu milioni 60 si 70. Katika watu milioni 70 kuna watu 17 tu wanajua wewe hujaolewa, na wewe unapata stress, unataka kufa. Manake nini? Ametengeneza kadunia fulani kadogo na anajipa pressure. Anafikiri kila mtu anamfuatilia yeye, kumbe watu wanaendelea na maisha yao. Wanaojua ni watu majirani zako tu. Kwa hiyo my point ni kwamba sio kitu, ni ndoto nzuri kufika stage hiyo, lakini mwisho siku usiibane dunia. Umenielewa? Tanua dunia, ibaki kwenye space yako, ishi katika uhalisia wako, lakini sio uhalisia wa watu wengine, kwa sababu mwisho wa siku uta end up kufanya wrong choices kwa sababu ya pressure, na baada ya muda fulani utajikuta ina backfire, inakuumiza, alafu unajikuta upo kwenye ile loop ya maumivu kwa maumivu. Ndoa haina hata mwaka, au mtu ana ndoa ya miaka 4 tushachana. And they feel so okay, tushachana. Ili haikuwa bwana. Yes, kwa sababu haikuwa imefanyika katika wakati sahihi. Okay.
So hiyo ndio njia ambayo inatakiwa mtu atulie kwanza. Yes, atulie, lakini pia kingine ni kwamba asiwaze watu wengine. Okay, hata kama haupo kwenye mahusiano sasa hivi, question pia kwamba sipo kwenye mahusiano kwa sababu hajaja mtu sahihi, au sipo kwenye mahusiano kwa sababu nina hofu ya mahusiano. Hiyo na nyingine. Kwa hiyo unaweza ukawa unaendeshwa na hofu. Kwa hiyo kama unaendeshwa na hofu na mashaka ya kuingia kwenye relationship, maana yake unahitaji kuaddress hicho kitu. Na ukifanyie kazi unahitaji kutafuta therapist, psychologist akusaidie ku overcome hiyo, ili uwe katika ile natural state yako. Na natural state ni nini? Hauzuii mtu kuja wala hautafuti. Okay. Ukiona you are actively looking for, you are in trouble. Ukiona una avoid relationship, you are also in trouble. Vipi kwa wale wakitoka kazini kajifungia ndani, kitoka kazini anakutana wapi sasa na hata mtu ambaye kama anafanya hivyo katika space ya mtu sahihi anakuja wakati wowote tu. Cause tunaambiwa ukikaa ndani sasa wewe unaitaka relationship unaipataje ukiwa ndani? Trust me, mtu sahihi hata akikuona dakika moja tu hivi kwenye corridor atajua this is the one for me. Umenipata? Ila kama okay, let me get out ili nionekane, maana yake usichofahamu ni kwamba ndani yako una kiu and you are looking for. Na akitokea tu mtu akionyesha tu interest, umeshajishikia, umemngangania. Ukimngangania tu anaanza kugundua huyu mtu mbona ameningangania hivi. Anaanza kugundua this is not the right person. Naona ni attachment hiyo. Umenipata vizuri? Na unfortunately watu hawaelewi hiki. Saikolojia ya wanaume iko tofauti kidogo kwenye issue ya mahusiano. I thought wote tunaenda, kuna saikolojia tofauti kabisa kwamba men wako so much attracted kwa wale wanawake ambao it's not easy kuwapata. Ukishakuwa tu available, kuna namna fulani wanaume wanaweza wakaja, lakini kuna mstari hawatavuka. Kuna commitment fulani hivi hawaifiki. Yani wataishia tu pale kwenye dating lakini kuna commitment fulani kubwa anakuwa avuki huo mstari. Okay. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuona mbona niko sawa, nimeanza relationship, mbona namjali, nampenda, namfuatilia, lakini ikifika umenipata, ni kwa sababu maybe you are too available. Una cling sana kiasi kwamba yani wewe una muda wa kumfuatafuata sana au kumuonyesha kwamba unampenda. Umenipata vizuri. Kwa hiyo pia hautakiwi pia kufanya effort ya kumuonyesha mtu, sababu hiyo nayo sio sahihi. Yani unatakiwa kuwa wewe mtoshelevu. Usifanye effort yoyote nisimuonyeshe kama nampenda, wala usifanye effort yoyote. It should be you. Unatakiwa uwe wewe. And that becomes natural. Na utakutana mtu ambaye pia ana vibrate katika natural frequency, and hiyo pair will work. Makeo. Na ndio maana sio mchakato mrahisi sana. Watu wengi sasa tumepita kwenye matrauma kiasi kwamba tumeshakuwa edited mno. Matukio ni mengi sasa, ndio shida. Kiasi kwamba kumtafuta yule wewe halisi, yani kuna makoti mengi yamevalishwa, yani yule wewe piwa yuko mbali. Sasa unajikuta unaweka gadi sana, yani gadi ile kwamba unaona kule nishaumizwa, kunilipenda afu ya kunirudishia the same thing, kumbe wewe ndio ulikuwa na makosa. Exactly. Ile approach yako haikuwa the right. Kwa hiyo hata akija the right person, unaona ni kule ngoja tu niweke gadi. Exactly. Kwa hiyo ufungui milango yote. Exactly. Wow. Okay, mimi sina la ziada. Niseme tu shukrani nyingi kwa Elibariki Mkumbo. Thank you so much. Na asante sana kwa kuwepo kwenye The Exo Show na uendelevu wako kuwepo kwenye The Exo Show. Hapo nipiga pini. Yaani hapo tayari nishabuki. Hiyo ni ya kwangu, yani kuna appointment yangu hapo ya The Exo. Shukuru sana. Asante sana na uendelevu wako wa kuendelea kuwepo kwenye The Exo Show. Shukrani sana. Na kwa yoyote ambaye atakuwa na lolote lake jambo, usisite kuwasiliana basi na Elibariki
kupitia namba hii ambayo inaonekana kwenye screen. Haijalishi wewe ni mtu wa aina gani, lakini kama una jambo lako zito, yupo kwa ajili yako. Exao, unanirudisha mahaba, niko tabani, njoni pose moyoni. Exao.